every day. Hands up high, come dance with me. One big happy family. Ananipea msaada ni mafans peke yao. Hakuna mtu yote mwenye kupata wangu. Tulia. Ningekuwa wapi sahi kama si wao? Ningekuwa kwa msitu, sina mahali pa kwenda. Tulia. Kumbe nakuwa tumia. Nako? Kama si wao kukaa mzuri sahi ningekuwa wapi? Ningeenda wapi mimi? Kumbe sawa. Na hii hali yangu ananifukuza. Kumbe sawa. Nitakwenda nyingine. Sasa Yangu iko na machungu sana. Sijali. Sasa nipigie chifu nijue mali yamefika. Mambo nataka at least ndio mambo iko sawa. Rudi kwa nyumba, kwa safe, yuko kwako. Maneno hii ya kukaa mali kama hapa sitaki. Kurudi kwa nyumba si shida. Mimi nakuuliza bwana yangu. Bwana, hii mambo nitafuatilia na nijue venye iko. Ni kwa sababu hiyo Na siwezi rudi huko kama sijamuona bado. Nitajuaje kama mke wako atakuja tena nifukuze? Na nienda hadi mpaka hiyo dawa ndo akatoka. Kama si yeye angekuwa. kuna kitu nimekumbuka hapo. Kuna siku sijui nini. Ni mambo ya dhabihu. Kutoa dhabihu. Hiyo story umeisikia? Hiyo nimeisikia. Tuliambiwa na Mtume. Tutoe dhabihu manake bwana wangu alienda mission huko Mombasa. Na ni kama hizo maroho za huko zilimfuata. Sasa ambiwa atoe dhabihu. Na kuna pasta pia nitasikia tu anatusaidia. Pia alimwambia atoe dhabihu. Lakini sasa sijui yeye ni mtu SDA. Hizo nini vitu za dhabihu haelewi. Lakini aliambiwa. Ndio hii mambo ya SDA naye. Kuna mambo sasa zingine unafaa usahau hiyo SDA kwa sababu ni kuna vitu zinanyanga spiritual. Ndio kuna mambo kutoka spiritual. Kwa hivyo inafaa saa nyingine vitu kama hizo mnachukua serious. Ningetaka sana at least wewe ukisikia kama hayo una encourage naambia hii mambo achukue serious. Pia kwa upande wangu siwezi mlaumu, manake najua ni pesa alikosa. Angekuwa nazo, angefanya hivyo. Angefanya venye anaambiwa kufanya, lakini ni pesa alikosa. Najua sahi kazi yake venye iko. Najua ni pesa alikosa. Lakini hata wewe kama ndugu yake unaweza muongelesha akipatikana. Pesa ikipatikana atoe tu. Na hapo sema ni how much? Alisema 400,000. 400,000. Kwa hivyo hii roho
hilo limemfuata. Ni hivyo tu mimi najua, lakini hata mke wako pia yeye ako ndani ya hizi vitu, maanake kama si yeye kumpaka hizo madawa angekuwa hadi saa hii. Ni alimpaka hizo vitu zikamkoroga. Mimi najua angeniacha peke yangu, lakini hizo dawa zenye alipakwa. Sasa hiyo mambo ya ile ni kwanza ni focus na yeye kwanza, nimpate ndio mtu venye nitampata venye atakuwa karibu na sisi. Lakini nitafuta kitu kwanza ndio tupende venye mambo itakuwa. Nataka first nataka kwanza hivi nitarudi nyumbani. Sitaki utoke ukae hapa kwa nyumba. Nataka uweze kurudi home na ukae kwa nyumba bila mtu yote kukuguza. Hii ndio ya kwanza nataka ufanye hivi. Ndio maana nataka Chief akue hapa. Akuje kutoka nawe hapa na rudi kwa nyumba. Kwa sababu kuona kimila yetu, nikwambia vitu. Kimila yetu haikubali mwanamke mjamzito kutoka ngoma yake. Hatukubali kitu kama hiyo hata kidogo. Ni mbaya sana. 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 Singekubali uende mpaka Nairobi. Hiyo inakuwa mbaya sana. Sana si kidogo. Kwa hiyo najua Chief akifika hapa na niko na barua, mambo itakuwa sawa. Toka nawe hapa tuende kwa nyumba, alafu ndio ni tafute venye tutapata sasa. Nataka afike hapa ndio tuweze kufanya hivyo, kwenda huko home. Na ile tunaingia kuna kitu za kwa ujui. Una fadhili. Ndio sijamwambia kama kwa pande hii huko home. Sijui atasema nini. Sijui ataambia lugha gani tena. Lakini ndio maana tukataka at least fanye mambo, rudi kwa nyumba kabla fadhili afike. Na fadhili nakupenda. Unaona mzee? Mzee nakupenda sana. Sasa ndio utaniweka kwa kushida pia mimi ukikataa tusiende. Hiyo ndio utaniweka kwa shida. Nita ningeomba tu tuende nyumbani. Wacha Chief akifika hapo tuende. Mimi hapo mahali pa kusema eti ananipenda, najua ananipenda. Na kama wangekuwa najua hizi vitu zote hazingefanyika. Tulitoka Nairobi tukafika tukapata wako. Walienda seminar. Na hadi saa yao hawajarudi. But najua wangekuwa hiki kitu yote ingefanyika. Lakini kusema ati mimi nitoke hapa niende nyumbani. Sizienda nyumbani. Unless kama bwana wangu atapatikana kwanza. Atapatikana. Akipatikana ndo Niko na nitaenda. imani atapatikana. Pia nataka unisaidie kubeba hiyo imani. Atapatikana. Nisaidie. Kwa sababu hii mambo nataka watu wabebane mzigo, niombee na kuombea, mambo itakuwa sawa kabisa. Na kwa sababu hayo ningetaka tu jifungue roho yako, jifungue alafu tuende. Kwa hiyo tuende. Nataka tuende nyumbani. Nataka tu tuagri kwanza kabla Chief afike hapa. Nataka tukue na agreement kwanza ndio. Kisha atakifika tukue tunaongea lugha moja. Yeye atataka tu mambo ikuwe sawa, lakini mimi ningetaka kwanza mbele yake.
Mimi nitasimama na msimamo wangu venye nimekwambia. Siwezi enda nyumbani kama sijaona bwana wangu. Atakuwa. Mmoja atakuja. Bwana wangu akikuja, yeye atakuja nichukue hapa. Anipeleke nyumbani, lakini kama hayuko, siwezi enda kwa hiyo boma tena. Mimi ningeomba. Nirudi huko. Maanake huko sana msaada saa hii. Msaada. Hakuna mtu mwenye ananitambua huko saa hii. Amini Mungu. Mtu mwenye niko naye ni Thomas peke yake. Na alikuwa. Thomas ndo amesimama na mimi. Nilikuwa nampigia simu but kama inakata. Ni kama alifika huko pia. Thomas ndo amesimama na mimi. Yeye amekuwa na mimi kwa yote. Alikuja pale nyumbani kunitetea pia akapigwa. Alipigwa sana lakini Silezi. Tulia. yeye amekuwa na mimi. Tulia. Yeye ananisaidia. Tulia. Amekuwa hapa asubuhi akaenda. Tulia. Ameniambia atarudi jioni. Tulia. Nimefika na finish. Mambo itakuwa sawa. Simiji. Tulia. Sasa nipigia simu saa hizi tu. Hello. Yes. Salama. Chifu. Naongea na chifu. Okay. Nimefika kwa ile location ulinitumia. Niko hapa kwa gate mkubwa Rungani, nimepata huyo msichana ako safe. Naye ako safe lakini ako safe, ako sawa. Ako safe lakini. Kwa hiyo ako niingie ako Rungani. Wacha si kama ilikuwa ni number 7. No, ilikuwa number 8. Kwa sababu nimekuja na askari wangu wawili. Niko na wao hapa nje. Kwa hivyo nisitaki niingie na wao watabaki hapa nje. Watakaa hapa nje kidogo. Just in case kuna anything yenye wanaweza shughulikia. Watashughulika, lakini mimi nitaingia huko ndani. Ndio nimeona hapo kuna nini? Acha nitoke nje sababu nimeona hapo kuna nini mbili. Ungeona gate ya pande hiyo nyingine. Ndio hapo kuna gate mbili. Kuna hii gate ya pink upande wa left. Upande wa left ukiingia. Hata nilikuwa nimesimama hapa na naona msichana mwingine pia amesimama kwa gate ya ndani. Amevaa Acha niangalie kama ni. Sawa, acha niangalie kama ni hapo. Ni hapo. Okay. Ni hapo nakuona. Kwa hivyo nikuje? Kuja tu straight hivyo. Okay. Kuja straight hivyo. Asante. Karibu. Simezi. Sasa kwenye itakuwa wacha kifakuja kama ndio huyu. Karibu. Bwana Mo. Yes. Habari gani? Salama sana. Karibu. Umeshinda? Vizuri. Okay.
na Mungu ni mwema. Karibu, nitasalimia simu yangu hapa. Mchana habari gani? Nzuri. Niko mzima. Zakaria. Asante. Asante. Sinika hapa. Nimefika. Ufanya vizuri. Ingawa nimekawia kidogo. Nilikuwa nimekimbia police station ili niweze kuchukua wale askari. Nimekuja na wao kwa hapa nje. So inabidi nifike nikiwa nichelewa kidogo. Lakini nimefika. Asante. Sasa huyu ndio Sara. Ndio shemeji yangu. Ndio mke wa Anthony Jared. Sasa huyu ndio alikuwa anakuambia story yake. Yenye mambo imekuwa ikimfanyikia huko nyumbani. Mpaka kafika katika hii situation. Nyumba si nyumba yake. Hapo ndio alilala, ni kama alilipa jana. Akalala huku jana. Na mambo hii imekuwa hivyo. Na sasa venye mambo imekuwa, nianze wapi? Okay, hebu acha kwanza niulize Sara. Habari gani? Nzuri. Okay, pole kwa yale ambayo yamekupata. Ningependa kujua mambo machache. Umesema unaitwa Sara. Bwana yako anaitwa nani? Kwa naitwa Anthony Jared. Na ni nini hasa kinataka? Okay. Tulikuwa Nairobi. Tukapigiwa simu kutoka huko nyumbani Ushago. Tukaambiwa tunahitajika immediately. Na tukakuja. Kufika nyumbani. Tulipata hakuna wazazi. Wazazi walikuwa wameenda semina. Then after hapo tulipata watu wako kwa kikao wamekaa wametungoja. Na venye tulifika kama nitaweza kubaya kwa Kola ni kubwa. Ama unaweka na hapa chini. Sawa. venye tulifika tulipata mzee wa kijiji ako hapo. Bibi Omosha ako hapo. Na kazini wa bwana wangu walikuwa watu wengi sana. So venye tulifika walianza tu vurugu. Hakukubali hata tuingie kwa nyumba. Tulikuja na kazini mwingine wa bwana wangu ambaye ni Isaya. Yeye pia alipigwa. Mimi nilipigwa. Bwana wangu akapigwa. Tukiongea saa hiyo Isaya baada kwa hosi. Mimi nilibaki hapo nyumbani. Lakini vurugu ilikuwa mingi sana. Nilipigwa sana nikaumizwa tumbo. Nimeenda hosi. Sasa ndo najisikia nafuu. So kulikuwa tuna vurugu. Na wakati walikuwa wanakupiga, wanakupiga kwa sababu gani? Walikuwa na sababu gani ya kukupiga? Sababu yenye ilikuwa pale, walikuwa wanaambia Anthony eti alioa bibi malaya.
bibi mchawi. Mm. Wanasema mimi ni mchawi. Wanasema nimeua, sijui nimeua mtoto mgani. Mm. Matusi ilikuwa mingi. Mm. Shida ni kunioa, wanasema achane na mimi. Mhm. Wanamtafutia msichana wa kuoa. Mm. Hiyo ndo walikuwa wanasema. Ai. Haya ni mambo mazito sana. Basi nilikuwa nataka uweze kuongea na shemeji yangu nyumbani. Mhm. Sijui kama pande yako kama pande ya serikali Mm. itakuwa sawa tu na yeye nyumbani, sababu ya